Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo, jioni ya leo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP hapa katika kaunti ya Kiambu. Na nimekuja kuzungumza kwa sababu nimeona iko watu wanarukaruka sana kule Nairobi, wakiongozwa na bloggers wa serikali, na nimesikia Dennis Itumbe iko watu wamepatia pesa wanaeneza porojo, wakisema ya kwamba chama cha DCP mara sijui nani amekosana na nani, mara sijui nani imepasuka, mara sijui nani amekasirika. Na mimi nataka nikuje hapa nisafisha hiyo maneno, kwa sababu mimi ni mfuasi na mwanachama wa DCP, na mimi ni mwanasoja ambaye anajulikana hapa wa Rigathi Gachagua. Na siwezi nyamaza wakati naona porojo zinaenezwa na wale wakora wa William Ruto. Na nimesikia wanasema ya kwamba eti sijui Cleophas Malala, yule ambaye ndiye party leader wa chama, ati ya kwamba wamekosana sijui na Rigathi Gachagua, sijui ametoka DCP. Mimi nataka niambie wale wakora kina Dennis Itumbi, niambie wakora wa William Ruto, akina Oscar Sudi, niambie wakora wa William, muache kubabaika na muache wasiwasi mingi. Ile kitu inawagojea itawalima tu, kwa sababu kama iko kitu haitapasuka ni chama cha DCP. Kama iko kitu strong katika nchi hii ni chama cha DCP. Na niwaambie Rigathi Gachagua na Cleophas Malala wako pamoja, na hakuna siku wametengana, na hakuna siku wamekuwa na vita, na hata hakuna siku watakuwa na vita, kwa sababu ile kazi imetuunganisha sisi kama wana DCP na wale viongozi wengine wote. Ni kazi ambao ni ya kukomboa taifa, na hiyo si kazi ya mchezo, na hiyo si kazi ambao tunaweza achilia. Sisi tumeweka mambo yetu yote kando kwanza, tushikane, tukabiliane na William Ruto, tupeleke yeye nyumbani ili tuweze kukomboa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo niwaambie wale waache kurukaruka mambo bado. Hiyo mnaombea chama ya DCP atisambaratike ili William Ruto akosa watu wa kupeleka yeye nyumbani. Hiyo maombi haiwezi fika. Chama ya DCP iko imara. Na hata jana mliona party leader wa chama wakiwa na deputy party leader wake Cleophas Malala walikuwa kwa press siku ya jana wakiongea ile mambo ambayo tunapanga kama chama. Na hata hii weekend mlisikia kwamba party leader amesema ya kwamba atakuwa kule Western. He's going to be hosted by our deputy party leader Cleophas Malala, ili wazunguke kule Western wakiuza chama cha DCP, wakipeperusha bendera ya DCP, wakiongea na wananchi na wakikumbusha wananchi ya kwamba bado safari ya kupeleka Kasongo nyumbani hiyo lazima itimizwe, na itatimizwa na chama cha DCP ikiongoza na Rigathi Gachagua, chini yake iko Cleophas Malala na wala viongozi wengine wale ambao wamepata nafasi ya kushikilia kiongozi wetu. Kwa hivyo niambie Wakenya, msikubali kupotezwa na hiyo upuzi, msikubali kudanganywa na wale walaghai wa William Ruto, wale wanatuobea mabaya. Msikubali kupotezwa na hiyo upuzi William Ruto na Itumbe wanalipa mabloggers kufanya. Na niambia Wakenya, ni vizuri tu kukubali ya kwamba chama cha DCP ndio ile chama imesimama imara katika hapa nchini. Chama cha DCP ndio ile chama strong zaidi hapa katika nchi ya Kenya. Hakuna chama imesimama imara kama chama cha DCP, kwa sababu nyinyi mnajua ya kwamba UDA ilikufa. Wale wanaeneza maneno ya DCP wameshindwa kueneza maneno ya chama yao. Wewe unakuja kuongelea DCP kutoka asubuhi mpaka jioni. Wewe unasema uko na chama yako. Ni siku gani utauza hiyo chama yako? Ni siku gani utaelezea nini hiyo chama yako inafanya? Unakuja tu kuongea mambo ya DCP. Lakini niambie Wakenya, wale wanaongea mabaya ya DCP, chama yao tayari imekufa na ikazikwa katika kaburi. Ile kitu imebaki ni kuwekelea msalaba na maua tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka ujao. Kwa sababu hata wale wanaongea mambo yetu, hii chama yao haina wafuasi. Na wale ambao wamepatia, hata nimesikia juzi huko All Kalao kwenye hii chama ya udaku iko na candidate. Nimesikia huyo candidate akisema ya kwamba yeye si watuta, yeye hajasimama na UDA. Sasa mpaka chama yenu imefika mahali hata mwenye umepatia tiketi anakana chama yenu, anasema yeye si wa chama yenu, na tayari amesimama na hiyo chama yenu. Hakuna siku hata tumeona huyo candidate wenu amevaa nguo za yellow.
Hata wale mko nao wajalejita wafuasi wa William Ruto, hakuna siku tumesikia hapo wakiongea mambo ya UDA. Hakuna siku tumesikia wakiongea mambo ya UDA. Hiyo ni ishara ya kwamba chama cha UDA ilikufa na ikazikwa katika kaburi. Tumegojea siku ya kuweka msalaba na kuwekelea maua. Hiyo story ikwishe. Ndio maana kila uchao nyinyi mnaongelea mambo ya DCP kwa sababu chama yenu ilikufa. Ni vizuri tuseme hivyo. Na DCP itazidi kuguruma, itazidi kuwika. Hiyo ndio ile chama itaguruma kama simba hapa Mlima Kenya na katika kaunti zote za nchi hii. Ile chama itasikika ikiguruma. Ile chama inatingiza. Ile chama inatajwa, nyinyi nyote mnasikia kuhara. Ile chama inatajwa, mnasikia kama mnaweza kufa. Ni chama cha DCP. Na hiyo ndio chama ya wananchi. Na hiyo ndio ile chama itahusika pakubwa katika safari ya kukomboa taifa hili. Taifa hili tukiwa tumeungana na zile vyama zingine zinaongozwa na the United Opposition Principles. Kwa hivyo niambie Dennis Itumbi, wacha porojo. Tuambie mambo yenu. Mambo ya chama chetu hiyo wachana naye. Iko na wenyewe na sisi tunajua kuuza chama yetu. Sisi tunajua kuuza chama yetu. We know how to market our party. We know how to popularize our political party. Focus na hiyo chama yenu ambao ilikufa na ikazikwa. Tuone mahali mtaelekea. Na mimi nikiwa hapo, nimeona Anne Waiguru ameenda kule Ol Kalou kuongea mambo ya UDA. Unajua hakuna mtu hajui Anne Waiguru ndiye mwizi mkubwa katika nchi ya Kenya. Hakuna mtu hajui Anne Waiguru ndiye mwizi mkubwa katika nchi ya Kenya. Aliiba pesa katika serikali ya Uhuru Kenyatta mpaka akafutwa kazi. Baada ya kufutwa kazi kwa sababu ya kuiba pesa na magunia, William Ruto akamshika mkono akampeleka yeye Kirinyaga. Wakaenda wakadanganya watu wa Kirinyaga, wakafanya yeye kuwa gavana hapo. Anne Waiguru amefanywa kuwa gavana Kirinyaga miaka 10 na William Ruto. Na ile kazi kubwa amefanya ni kuhakikisha kwamba amefinyiria watu wa Kirinyaga. Ameiba pesa ya watu wa Kirinyaga akipelekeanga William Ruto. Saa hii tunaongea hivi. Ni aibu sana kuona huyo mama Anne Waiguru ameenda kudanganya watu wa Ol Kalou watu wachague UDA. Ameenda kudanganya hawao hapo na ameshindwa kusaidia watu wa Kirinyaga. Saa hii tunaongea William Ruto wakiwa na Anne Waiguru walishikana, wametoa mchele nje, wakaleta hapa nchini. Mchele ya watu wetu wa Kirinyaga bado imelala kwa store. Na huyo ndiye yule mtu ambaye anaenda kule Ol Kalou wetu kudanganya watu wetu eti wachague William Ruto. Mimi nataka niambie watu wa Ol Kalou, msikubali kusikiza huyo mwizi anaitwa Anne Waiguru. Huyo ni mwizi mkubwa. Huyo ndio wameshikana William Ruto, wamepora nchi hii kwa miaka 10. Waliungana na William Ruto wakaiba serikali ya Uhuru Kenyatta mpaka Anne Waiguru akafutwa kazi. William Ruto akamshika mkono, wakaenda hapo Kirinyaga wakatapeli watu wetu. Wakafanya Anne Waiguru kuwa gavana. Amekuwa gavana wa kupora pesa akipelekea William Ruto. Saa hii wanaimport mchele kutoka nje, mchele ya watu wetu wa Kirinyaga imelala kwa store. Watu wetu wanafinyiliwa, watu wetu wanafilisika, wakulima wa Kirinyaga wanaisha. Na huyo mama ameenda kutingiza huko Ol Kalou huko akijaribu kudanganya watu wetu. Hatuwezi kubali upuzi. Hatuwezi kubali upuzi. Ndio maana tunataka kuambia watu Kalou, msikubali kudanganywa na hao matapeli William Ruto ameleta hapo. William Ruto ametoa sura yake Ol Kalou kwa sababu anajua kikanyanga hapo mtapotea. Ametoa sura yake hapo, ametoa sura ya Wakalenjin wale wanamfuata hapo Ol Kalou. Ameitoa kabisa. Ameletea nyinyi wakikuu wenu wale ambao ni wezi, wale anatumia kupora nchi hii. Amewaletea Anne Waiguru yule ambaye anatumia kuiba pesa hapa Kirinyaga. Amewaletea wale wakora wengine kama Kenjori, wale ambao ndio wanasaidia na William Ruto kuiba pesa yenu, ndio amewaletea hapo. Amechukua sura za wale wakikuu tugunia, wale wakikuu tugunia, wale wakikuu wakora, wale anashirikiana na wao kumaliza nyinyi. Ndio amechukua, amepatia pesa na magunia, ameleta hapo Ol Kalou ili wapatie pesa ili waandanganye. Mimi niambie jamii yetu ya Mlima Kenya, hasa wezetu kutoka Ol Kalou, msikubali kudanganywa na mattress. Saa hii hao wakora akina Anne Waiguru nimeona wanawaletea nyinyi hapo kuletea mattress. Kwani saa hii nyinyi ndio mmeanza kulala, hamkuwa mnalalia mattress? Hiyo miaka yote kama mlikuwa mnalalia mbao, saa hii ndio wamejua mnafaa kuletea mattress. Nimeona wanaletea nyinyi mchele iko na dawa. Wanaletea nyinyi maharagwe ambao haiwezi iva. Hiyo chakula wanaleta hapo ni chakula iko na sumu.
Msikubali kukula hiyo chakula. Watu wetu wao tunawaomba. Wamekuja hapo wanawadanganya nyinyi eti wameletea nyinyi gari ya moshi. Kama mmekaa hiyo miaka yote bila gari ya moshi, saa hiyo gari ya moshi kwani itawasaidia na nini? Msikubali kudanganywa na hiyo upuzi. Wanakuja hapo kuwafunika nayo macho. Hiyo batalioni yote ya Tutam ambayo iko hapo Olkarau, hao ni wakora, hao ni majambazi, hao ni wezi, hao ni walagai, hao ni watu wa mkono wa William Ruto, na wametumwa hapo ili wakuja wandanganye nyinyi. Alafu mwishowe watakuja kutoka hapo, wataacha kwa taabu, watawaacha kwa shida, watawaletea matatizo hapo. Kwa hivyo msikubali kuwasikiza, msikubali kuwasikiza. Mimi niambie jamii yetu, watu wa Olkarau, safari ya kufukuza William Ruto haitaanza mwaka ujao vile ambavyo nasikia hao wezi wakiwandanganya. Safari ya kufukuza William Ruto inaanza sasa, na inaanza hapa Olkarau. Kuchagua mtu wa William Ruto hapa Olkarau ni kupatia William Ruto nguvu ya kuongeza bei ya petroli. Kuchagua mtu wa William Ruto hapa Olkarau ni kupatia William Ruto nguvu ya kudhoofisha elimu ya watoto wetu. Kupatia William Ruto mtu wake hapa Olkarau ni kupatia William Ruto nguvu ya kuharibu afya katika nchi ya Kenya. Kusaidia William Ruto hapa Olkarau na kuchagua mtu wake ni kupatia William Ruto nguvu ya kuendelea kuiba pesa na hizi matakataka na hizi anaita affordable housing. Kupatia William Ruto mtu wake hapo ni kupatia William Ruto nguvu ya kuiba pesa ya SHA na SHI. Kuchagua mtu wa William Ruto hapa Olkarau ni kupatia William Ruto nguvu ya kuendelea kuua watoto wetu na risasi. Kupatia mtu wa William Ruto kura hapa Olkarau ni kupatia William Ruto nguvu ya kuendelea kunyanyasa wa Kenya, kumaliza na nchi yetu kupora. Ni kupatia William Ruto nguvu ya kukopa mapesa kutoka nchi za nje. Anakuja hapa analetea wakora wake, wanaenda kuwekeza kule nchi za nje. Kupatia William Ruto mtu hapa Olkarau ni kukosea taifa letu la Kenya. Kwa hivyo mimi niambie watu wetu, msijaribu kuongezea William Ruto askari. Tayari yako na watu wengi wale amenunua hapa Mlima Kenya, na ndio wanatumia kuhakikisha kwamba nyinyi mmefinyiliwa. Au watu wamenunua ndio wanafinyilia, ndio wanatumia kuhakikisha kwamba nyinyi hamuna sauti. Au William Ruto, au watu wanafuata William Ruto ndio anatumia wakati anapitisha sheria mbovu kule bungeni. Kwa hivyo nyinyi watu wa Olkarau, mkikubali kuchagulia William Ruto mtu hapo, mumepatia yeye nguvu, mumepatia yeye numbers ya kuendelea kupeleka sheria mbovu kule bungeni ili mzidi kufinyiliwa. Kwa hivyo msikubali hao matapeli wakuja kudanganya nyinyi. Msikubali hao matapeli wakuja kudanganya nyinyi. Na ndio maana sisi tulisema ya kwamba kama chama cha DCP tutapatia nyinyi nafasi. Mjichagulie yule kiongozi ambaye mnataka. Na mkatufurahisha, mkachagua huyo kijana anaitwa Samuel Ngodho. Huyo kijana ni wenu, nyinyi ndio mlichagua. Simameni na huyo kijana wenu. Na huyo ndiye ataenda kutetea nyinyi. Na huyo ndiye ataenda kuwakilisha nyinyi. Shida tumepata kubwa hapa kama jamii ni kwa sababu tumekosa viongozi ambao wanaweza simama na kutetea watu wetu. Ndio maana leo hii hao wakora wamekuja hapo kudanganya nyinyi ili mchague mtu wa Tutam, ili William Ruto apate nguvu ya kuletea nyinyi Ebola. Saa hii wametuma Ebola kule Laikipia. Mkichagua William Ruto, mkichagua chama ya William Ruto hapo Olkarau, next Ebola ikitoka Laikipia inakuja kuletwa hapo Olkarau, inakuja kuletwa hapo Nyandarua. Lazima mkatae hii upuzi. Kuchagua mtu wa William Ruto Olkarau ni kama kuchukua kisu unoe, mwishowe iende ikakukata shingo, kwa sababu hiyo ndio ukweli ya maneno. Na ndio maana mimi nashauri watu wetu, hata kama wataleta pesa mingi, hata kama wataleta mattress, hata kama watawaletea nini, msikubali kuanguka mtego ya kupeana maisha yenu katika mikononi mwa mkoloni ambaye anaitwa William Ruto. Hiyo lazima muangalie, hiyo lazima mkatae kwa kauli moja, kwa sauti moja, kama watu wa Olkarau. Hiyo lazima mkatae. Na nikimalizia, nimeona wamepeana judgment siku ya Tuesday. Na ile judgment walipeana hapo, nafikiri pia Wakenya si wajinga, mumeiangalia, mumejionea nyinyi wenyewe. Na kutoka dunia ianze, hakuna mtu mwingine ashaipatiwa judgment kama ile ambayo ilipatiwa Rigathi Gachagua.
ya kwamba majaji wanasema ya kwamba hauna hatia lakini utafungwa. Kwa sababu hiyo ndio walifanya. Walikamilisha kwa kusema ya kwamba Rigathi Gachagua hana makosa na alinyimwa nafasi kama Mkenya kujitetea pale Senate. Hiyo ni kusema ya kwamba alinyimwa haki yake. Na kama alinyimwa haki yake ni kumaanisha kwamba hana hatia, na wale walimtoa kwa kiti walimtoa kinyume na sheria. Na hauwezi sema ya kwamba alinyimwa haki yake, makosa ikafanyika, na nyinyi judge bado mnaendelea kunyima yeye haki yake. Kwa sababu ni kama kusema mtu hana makosa lakini mnasema tutakufunga. Hauna makosa lakini tutakuweka jela. Hiyo ndio mlifanya. Mnasema Rigathi alinyimwa haki yake, alafu nyinyi pia hiyo koti. Wale majaji wenye waliamua hii kesi, ile kitu hawajui. Hakuna tofauti yao na wale senators. Unajua Kenya Mungu hawezi kuja haraka. Kenya hapa Mungu hawezi rudi haraka. Ile utapeli iko hapa haijaionekana dunia nyingine. Majaji wanaketi chini, wanasema ya kwamba Rigathi alinyimwa haki yake kama Mkenya kusikizwa. Mnasema ya kwamba anafaa alipwe milioni 50. Alafu nyinyi wenye kusema alinyimwa haki yake, pia nyinyi mnanyima yeye haki yake ya kukua uhuru. Mnasema alinyimwa haki yake, mnasema alipwe hasara ya milioni 50. Alafu nyinyi pia mkishasema hivyo, pia nyinyi mnanyima yeye haki yake ya kukua huru. Hii ni upuzi aina gani bana? Hii ni utapeli, hii ni ukora, haijaionekana dunia hii. Lakini tunajua yale yaliendelea. Wakati judgment ilikuwa inasomwa, Kindiki wakiwa na Kimani Ichung'wah walikuwa na negotiates. Na tunajua ya kwamba mlitafuta milioni 300 mkapeleka kule kotini mkapatia wa majaji, na kesi ikaamuriwa vile ambavyo mlikuwa mnataka. Kwa sababu wale watu wako na haja sana. Vizuri sema hivyo. Wale watu wako na haja sana. Hii kesi ya Rigathi Gachagua iendelee kumtesa na kumfunga kule. Iendelee kuweka yeye katika hali ya ambaye haielewekeki. Hata si watu wa kutoka nje, ni watu wa hapa jamii yetu ya Mlima Kenya. Wakiongozwa na Kimani Ichung'wah na mwingine ni Profesa Kindiki. Hao wawili ndio walikoroga maneno huko, wanapeleka pesa. Ndio hawataki kusikia kwamba Rigathi Gachagua amepata haki yake. Kwa sababu mnafikiria serikali ya Kenya ikiamrishwa imlipe na heshima na ofisi yake ipatiwe heshima kama ya naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, mnaona kama mtaenda hasara, mnaona kama mtapoteza. Lakini sisi hatuna wasiwasi. Tutasukumana, tutapigana vita. Tunaenda Court of Appeal. Tukitoka hapo tutaenda Supreme Court. Sisi hatuna shida, tutangangana kabisa. Lakini cha muhimu, ile kitu ambayo nataka mjue leo, hasa Kimani Ichung'wah na Profesa Kindiki, hata koti isipopea Rigathi Gachagua haki yake, hata hiyo Court of Appeal ama hiyo Supreme Court isipopatia Rigathi Gachagua haki yake, sisi kama wa Kenya, tukiwa tunaongozwa na jamii ya Mlima Kenya, yule atakaye kuwa kiongozi yetu mpaka Yesu arudi ni Rigathi Gachagua. Yule ambaye tuko nyuma yake, yule ambaye atatuongoza, yule ambaye atatuonyesha njia, yule ambaye tutakayefuata, yule ambaye atakayetuamuru ni Rigathi Gachagua mpaka Yesu arudi. Hakuna siku sisi compromise. Hakuna siku hata moja compromise. Ama tusikia kwamba Rigathi si kiongozi wetu kwa sababu ya hizo makesi zenu huko kotini. Muruke juu, mfanya nini, mkoroga mfanya nini, sisi hatuna wasiwasi. Sisi tuko sawa na Rigathi Gachagua, yeye ndiye kiongozi wetu na atatuongoza mpaka dakika ya mwisho. Atatuongoza mpaka ile siku Yesu atarudi. Sisi tuko nyuma yake, ndiye atatuonyesha njia. Yeye ndiye kiongozi wetu na hapo hatutoki. Kwa hivyo hiyo mambo ya kesi ikue isikue, sisi hatuna wasiwasi. Hiyo kesi haizuii sisi kuuza chama yetu ya DCP. Hiyo kesi yetu haitazuia sisi kupigania viti katika chama cha DCP. Hiyo kesi yenu haitazuia Rigathi Gachagua kusimama kiti na tuchague yeye kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu yeye hana hatia. Kwa hivyo haitazuia sisi kama wa Kenya, wale ambao tunapenda Rigathi Gachagua, kusimama nyuma yake na tufanye yeye kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hata William Ruto wakiwa na Uhuru walichaguliwa wakiwa na kesi huko Hague na tukawapatia kura. Na wale ambao walikuwa kwa viti wakati huo, Raila Amolo Odinga alishindwa kura hata akiwa prime minister. Akashindwa kiti na watu ambao walikuwa na kesi huko Hague. Vile vile ndivyo itakuwa 2027.
Nyinyi mmekalia kwa viti, tutawashinda kiti tukiwa na makesi huko kotini. Na hatuna wasiwasi na tutasimama imara. Nikimalizia, iko mwizi anaitwa Waiganjo. Iko conman anaitwa Waiganjo. Anajulikana sana ni conman wa mashamba. Na nimesikia akiongea mingi huko akisema ya kwamba yeye ndiye amejenga chama cha DCP. Mimi nataka niambie Waiganjo, kuwa mngwana, ambia watu Kenya ukweli. Acha porojo, acha matusi. Kama yeye ni mngwana, ambia Wakenya ukweli. Ambia Wakenya ya kwamba ulikuja DCP wakati mbunge wa Olkalau alikufa. Hapo mbeleni ulikuwa mtu wa tutam. Hapo mbeleni umeishi kuwa boyfriend wa Sabina Chege, nominated MP kutoka Murang'a. Hapo mbeleni umekuwa mtu wa Oscar Sudi. Mnafanya mkutano usiku, mnafanya mkutano mchana. Siku mbunge wa Olkalau amekufa, ndivyo ulitupigia simu, ambia Wakenya ukweli. Ukaanza kutupigia simu, ukaanza kutuambia tukutetee kwa Rigathi Gachagua upatiwe tiketi ya DCP hapo Olkalau. Waiganjo, ambia Wakenya ukweli. Ulikuwa unatupigia simu kila asubuhi ukitusukuma tuongee na Rigathi Gachagua akupatie tikiti direct hapo Olkalau. Lakini tukakwambia haiwezekani. Rigathi Gachagua akasema msimamo ya chama lazima tukue na nomination hapo Olkalau. Rigathi Gachagua akasema ya kwamba lazima watu wa Olkalau waende kwa debe waamue nani atakuwa mbunge wao na chama cha DCP. Ambia watu ukweli. Na wakati Rigathi aliamua lazima nomination zikue, ambia Wakenya ukweli, ulichukua milioni 8 ukaweka kwa mfuko, kwa bag. Ukaenda kutafuta Rigathi Gachagua ili akupatie direct ticket. Hiyo pesa ulirudi nayo, ambia Wakenya ukweli. Rigathi akakwambia hiyo pesa rudi huko Olkalau, enda ukafanya campaign. Watu wa Olkalau wakupatia tiketi, tutakuunga mkono kama DCP. Pesa yako ukarudi nayo. Ambia watu ukweli, ulipofika Olkalau ukachukua hiyo pesa, haukutosheka, ukaenda kutafuta Maina Kamanda. Ukaenda kwa Maina Kamanda ukajaribu kupembeleza yeye ukiwa na milioni 8 kwa bag. Eti umpatie ili aongee na Rigathi upatiwe direct ticket. Maina Kamanda akakwambia kijana, chukua hiyo pesa, enda Olkalau, tafuta kura na watu. Ongea na watu wa Olkalau wakupatie tikiti. Wakupatie tikiti, sisi kama chama ndio tutakupatia pesa kufanya campaign. Ongea ukweli, uambie watu. Maina Kamanda akakataa pesa yako. Hiyo pesa ukaenda ukaweka mabillboard kuliko uende ukaongea na wananchi. Ukaweka mabillboard kila mahali. Hiyo pesa nyingine ukaita waibaji kutoka Mlima Kenya. Ukaweka wao kwa lori ukazungusha huko. Sasa hiyo unafanya hivyo, Sami Ngodho ako mashinani, anatembea nyumba kwa nyumba akiongea na wananchi. Matokeo ukalimwa kama kasia. Sami akapata kura 13,000, ukapata kura 4,000. Ukashindwa. Na wale wengine wote wakakubali ya kwamba ilikuwa fair. Hata wewe pia mwenyewe ukakubali ya kwamba umeshindwa katika njia ya haki. Baadaye vile umeitwa hapo ukapatiwa pesa ndio umeanza kuongea porojo. Ambia watu wa Kenya ukweli. Ambia wa Kenya ukweli. Baada ya kuitwa hapo na William Ruto ukapatiwa tu pesa kidogo na kazi ambayo haieleweki, ndio kichwa imeruka ukaanza kuongea porojo. Ongea ukweli. Chama ya DCP viongozi wetu wote walikataa pesa yako. Na hasira yako inatoka hapo. Na sisi tulikuwa tunajua wewe sio wetu. Tulikuwa tunajua kitambo wewe sio wetu. Lakini tukakupatia haki kama Mkenya mwingine. Tukakupatia nafasi sawa ukapigania kiti na chama ya DCP huko Olkalau. Lakini watu wa Olkalau walikuwa wanasema ya kwamba wewe uko na maringo mingi. Walisema uko na maringo mingi, wakasema hawezi kuamini, alafu wakashtaki wewe, wakasema ya kwamba umekuja DCP dakika ya mwisho, haukuwa wetu. Na kwa sababu ya hiyo watu wa Olkalau wakakataa kukuchagua. Sasa unakuja kupigia sisi kelele. Watu wa Olkalau wamekukataa. Unataka tufanya nini? Rigathi Gachagua hapigi kura Olkalau. Kijana msafi hapigi kura Olkalau. Sisi hatupigi kura Olkalau. Unakuja kuuliza Rigathi nini? Watu wa Olkalau ndio walikukataa, wakasema uko na maringo, wakasema wewe ni political opportunist kwa sababu umekuja DCP wakati Kiaraho amekufa. DCP ilizinduliwa 2025 mwezi wa 4. Tumekuwa katika hii nchi mwaka mzima tukiuza chama. Wewe ulikuwa tutam. Hakuna mahali ulikuwa unapatikana. Waiganjo, unakuja kudanganya hapa ati wewe ndio ulijenga chama ya DCP. Ulijenga ukiwa wapi? Ulijenga chama ukiwa wapi? Hao watu wa Olkalau wenye walikukataa ndio wenye kujenga hii chama. Hao watu wa Olkalau wenye wamekukataa kabisa, hao ndio wenye hii chama na ndio walijenga. Na wakati walikuwa wanajenga hii chama haukuwa unapatikana, hakuna mahali ulikuwa. Ongea tu ukweli. Last month ndivyo umekuja hapo DCP ukaregister. Ongea ukweli, ambia Wakenya ukweli.
ndivyo uende nomination. Haukuwa wetu, haukuwa wetu, na watu wa Olkalau wanajua hivyo. Kwa hivyo sisi tukuambie, wewe endelea na matusi, endelea kuongea mambo hayaeleweki. Sisi tuko imara. Niambie watu wa Olkalau, msijaribu kudanganywa na huyo mwizi. Vile ambavyo mlimkataa, vile ambavyo mlikataa huyo mwizi, watu wa Olkalau, hata tarehe 16 mwezi ujao mkatae yeye, mkatae hiyo project yake, au matapeli wote wametupwa hapo na William Ruto, mkatae wote. Na hivyo ndivyo mtajikomboa kama watu wa Olkalau. Na ni vizuri amejitokeza mapema, akaonekana ile mrengo ameingia. Kwa hivyo vile mlimkataa hapa nomination, hata hizo kura 1000 alikuwa nazo zilikuwa za watu wa DCP. Muhakikisha kwamba hakuna hata moja itavuka hiyo pande nyingine. Muhakikisha hakuna hata moja alikuwa amepata itavuka hiyo pande nyingine. Kwa sababu ni vizuri tuambie Waiganjo, hiyo 1000 ulikuwa nayo si yako. Hiyo 1000 ulipata ya kura hapo, ilikuwa kura ya DCP. Hao watu walitokea kwa sababu ya kupenda DCP. Na ndio maana walitokea kupatia hizo 1000. Angalau usitoke bure kama mtoto ya yatima. Kwa hivyo hiyo maringo unaleta hapo, na hiyo kiburi mingi uko nayo, hakuna mahali takupeleka. Watu wa Olkalau waliamua, na wao ndio wenye kuamua. Na pia mwezi ujao wao ndio wataamua. Na uamuzi yao ndio itakuwa uamuzi ya mwisho. Kwa hivyo ni vizuri tu sisi kama Wakenya tuzidi kuambiana ukweli. Na lazima tuzidi kuambiana ukweli. Nchi ni yetu, lazima tuongee kwa sauti moja. Na niambie William Ruto. Ambie William Ruto nikimalizia. Ambie William Ruto nikimalizia. Umepiga kelele sana kwa sababu ya yule mama ambaye alikuwa amechorwa picha yako kwa matiti yake. Na ukatupigia kelele. Mimi nikuambie, iko mama wengi sana ambao waliuliwa Githurai, wakakatakatwa, wakaekwa kwa magunia, wakatupwa Kwale. Na hiyo siku William Ruto haukuongea. Ni sawa, tunajua haukuongea kwa sababu matiti zao hazikuwa zimechorwa picha yako. Iko vijana wengi bwana William Ruto ambao wameuliwa siku ya maandamano. Iko vijana wengi bwana William Ruto ambao wamepigwa risasi juzi wakati bei ya petroli umepandisha ukaeka karibu 300. Iko vijana wengi wamepigwa risasi na serikali yako, na wewe ndiye mwenye kuamuru wapigwe risasi. Ni sawa haukuongea kwa sababu hao vijana matiti zao hazikuwa zimechorwa picha yako. Lakini huyu mmoja ambaye mlipea pesa akachora picha yako kwa matiti yake, kisha wakora wakatumwa wafuate yeye wanyang'anya ile pesa mlimpatia, wakamuua, ndio muanze kuwekelea ni Rigathi Gachagua. Hiyo upuzi hakuna Mkenya hata mmoja anaweza sikiza. Bwana William Ruto, ni aibu sana Wakenya wanauliwa kiholela chini ya uongozi wako. Ni aibu sana watoto wanauliwa kiholela, wamama wanauliwa kiholela chini ya uongozi yako bwana William Ruto. Wewe ndio uko na upanga ya nchi. Wewe ndio ulikula Biblia. Wewe ndio uliapishwa ya kwamba utawekea Wakenya ulinzi. Hata kama wako na mlengo gani ya kisiasa, hata kama mtu hakupendi, hata kama mtu hakuungi mkono, kisheria ni kazi yako kuhakikisha kwamba Wakenya wote wamelindwa katika nchi yetu. Kwa hivyo bwana William Ruto, nikuambie, ni aibu sana tukiona watu wakiuliwa, tukiona watu wakichomwa na acid, tukiona wengine wakipigwa risasi, tukiona wengine wakiwekwa kwa magunia wanatupwa kwa mto chini ya ulinzi wako bwana William Ruto, chini ya uongozi wako. Ni aibu sana. Na kwa sababu ya hiyo makosa, sisi kama wananchi ambao ni wananchi wazalendo ambao tunapenda nchi yetu, hatutakubali kuongozwa tena na rais ambaye watu wanauliwa kiholela chini ya ulinzi yake. Kwa sababu ya hiyo makosa, hii mambo mengine hata tunaweza fix. Ni sawa umeharibu uchumi, hiyo tunaweza karabati. Ni sawa umeharibu mambo ya afya, hiyo tutakarabati. Umeharibu mambo ya masomo, hiyo tutakarabati. Umeharibu mambo ya kilimo, umeharibu kila sekta, hiyo tutakarabati. Lakini wale ambao wamekufa bwana William Ruto chini ya ulinzi wako, chini ya uongozi wako, hakuna siku watafufuka. Wameenda hawatarudi. Kwa sababu ya hiyo makosa hatutakusamehea. Tupatane kwa debe mwezi wa 8 mwaka ujao, tarehe 8 tutakupeleka nyumbani ili watu wetu na watoto wetu na mama wetu wapate kuishi, waache kuliwa kiholela. Kwa haya mengi na machache, Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tutazidi kuzungumza kama Wakenya.
Asanteni sana. God bless you.